Huyu Kimbulu anajifanya na kielele sana. Sasa leo kwisha habari yake. Yaani sumu ni lazima imuue. Na hii juisi ni lazima anywe, labda sio mimi. Anapenda sana kuingilia mambo yangu. Hata niweza mimi. Ndichosha tu. Sasa wewe, si umeniukia sumu kwenye hii juisi? Na lengo lako ninywe ili nife. Sasa haina haja ya kujificha. Nataka ninywe hapa hapa mbele yako ili roho yako irizike. Na nife, nimfuate Kasuku huko aliko. Kwa sababu siwezi kuishi na mwanamke shetani kama wewe. Wewe Kimbulu, wewe. Umfanya nini Kimbulu? Umfanya nini? Nimefanya ambacho ulikuwa unataka nikifanye. Kimbulu. Ngoja kuleta maziwa. Ala? Unaongea na Dr. Kamu hapa. Sasa nimekupigia ili nikujulishe kwamba Kasuku ni mzima wa afya. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi wowote. Unasema nini? Kasuku ni mzima? Ndio. Ila nilikuwa naomba nionane na wewe kwa sababu kuna mambo muhimu sana nataka tuongee. Sawa, nakuja sasa hivi. Mungu wangu. Mungu. Oh, Mungu nitetee mimi. Oh, Kimbulu. Jamani Kimbulu amekunywa sumu mbele yangu. Ana nini jamani? Mungu wangu nimeishia jela mimi. Yesu nitetee mimi nimeisha. Oh. Anakunywa nani haya maziwa jamani? Kimbulu. Yesu nitetee nimeisha mimi. Nafungwa nimeishia jela. Nimeisha. Kasuku, nimeenda kufuatia pete yako kwa mama yako. Hii hapa. Ladi, kama nilikuomba unipeleke kwa mama yangu na umeshindwa, basi mimi sina haja ya kuchukua hiyo pete yako. Naomba ubaki nayo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kila kitu kinaenda kuwa sawa. Maana nko kama amesema ananisaidia ili nirudishe mali zangu. Na hapa tunamsubiri Kimbulu tu ili aweze kuja kumweleza kila kitu mwanasheria ili nipate mali zangu. Kwa hiyo haina haja tena mimi kuwa na hiyo pete. Babaki nayo tu pete yako. Kasuku, licha hii pete kuwa ya kwangu, lakini pia ni ulinzi kwako. Ichukua tu, itakusaidia. Hapana Ladi. Mimi nikishapata mali zangu,
sidhani kama kuna mtu yoyote atakayenisumbua. Ladi, asante kwa kila kitu ulichonifanyia. Wewe mwenyewe unaweza ukarudi na ukaniacha na maisha yangu. Maana nikipata mali zangu nitakuwa huru kabisa. Hamna adui yoyote ambaye atakayeweza kunisumbua. Roho yangu inauma, nimebaki peke yangu. Dunia imenipuuza, nadondosha chozi langu. Bila huruma wanaitesa nafsi yangu. Wananiona kama funza, mko wapi wazazi wangu? Waironi. Kaka, ulichofanya si sawa kabisa kwa yule bi mkubwa. Ungempa nafasi hata kidogo ya kumsikiliza. Huenda tungepata kitu chochote kutoka kwake. Hiza, mimi kiukweli nimeshindwa kabisa kumuelewa yule mama. Kwa sababu alikuwa anazungumza vitu ambavyo vinanichanganya akili yangu. Tazama, anakuja kurudi tena kule kule kwenye habari za viumbe vya ajabu. Yaani kiukweli mimi nimechanganyikiwa na yeye anakuja kuniambia habari ambazo sizielewi, anazidi kunichanganya. Sawa. Siku zote unapotafuta solution, unatakiwa kumpa nafasi mtu ya kumsikiliza hata kama anaongea vitu ambavyo havieleweki. Sasa wewe ulichofeli kuto kumsikiliza yule mama. Hiza, mimi naona kabisa unashindwa kunielewa mimi. Yaani unashindwa kuelewa ni kitu gani ambacho namaanisha. Yaani kikweli mpaka sasa hivi ubongo wangu, akili yangu nimeshindwa kabisa kufikiria kitu kingine kwa jinsi ambavyo nimechoka. So hebu niache kwanza niende home nikapumzike. Baadaye. Oh. Kimbulu! 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 Umepata na nini Kimbulu? Wenda labda tuseme ndo nyota yangu hafifu, nuru ya kibantu bantu kiwembe na mimi nimeshafika nyumbani. Lakini mbona hujanijulisha kama umefika nyumbani salama? Wewe ni nani unamwita mpenzi wangu baby? Unaweza kuniambia huyu ni mpumbavu gani anakuita baby kwa simu yako? Jamani dadi, mimi simjui. Salome, niambie ukweli. Dadi, ukinifokea mimi naogopa. Okay. Kama utaki nikufokee, niambie ukweli. Huyu ni mshenzi gani? Dadi, lakini si nimekwambia ukweli, mimi simjui. Labda tu mtu amekosea namba. Salome, kwa hiyo unanifanya mimi mtoto mdogo eh? Sielewi, si ndio eh?
sasa? Simu yangu. Roho yangu inauma. Njogo, hapa nimefikaje? Ulikuwa umeanguka njiani na msamaria mwema amekuokota, amekuleta mpaka hapa nyumbani. Msamaria mwema? Ndiyo Kimbulu. Ni nani huyo? Ni kaka Iza. Inaonekana umekunywa sumu. Kwa nini umefanya jambo la hatari kama hilo? Kimbulu, kama mimi ndio sababu leo kupelekea wewe kunywa sumu, nipo tayari kukaa mbali na wewe, ili mradi uwe tu na furaha. Niambie kama unipendi na hutaki kuniona machoni kwako. Nipo tayari kuondoka, ili mradi tu uwe na furaha. Hapana Hiza. Ni kweli nilikunywa sumu, lakini sio kwa sababu hizo unazoziongea wewe. Hiza, kama umeweza kusaidia maisha yangu na kunifanya niwe sawa, basi nipo radhi kukabidhi maisha yangu na uwe mlinzi wangu. Unamaanisha nini kusema hivyo? Hiza, muda ukifika nitakupatia maana ya hayo maneno niliyoyaongea. Tokyo kanisa bana oluka mosala misusu Tokyo kanisa muya okanga maboko pona. Halo. Samani kakaangu, tunaweza tukaona siku nyingine? Aya, sawa. Jamani, mimi naomba nirudi nyumbani. Mimi nikapumzike kwa sababu siko sawa kabisa. Sawa Kimbulu, ufike salama. Sawa. Naweza kukusindikiza? Hiza, hata usijali. Na asante kwa kunijali. Naweza nikaenda nyumbani peke yangu. Amenilambisha asali tamu mpaka kichwani. Jamani, kupendwa raha, macho yetu yakitazamana, kuna namna yanasemezana, hadithi nzuri ya kupendana, mioyo yetu husimuliana na 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 na
mimi mwenzako nakupenda sana, ndo tayari nishazama. Penzi kama sarafu linapanda mbili, mbili, magharibi na mashariki, kama mguu na kiatu. Yani udemja ukinoma yani mwanangu, na nilijua tu. Yani ndo shida ya mademu wa Uswahilini yani mwanangu. Demu gani tena ndugu yangu akuchanganya? Si Usalome rafiki yangu. Nampigia simu hapa, anapokea mshikaji mchizi, ananivimbia tena, anauliza mimi wewe nini? Asa mambo gani ya mambo ya kishamba rafiki yangu? Sema ndugu yangu ulivyomtaja Usalome huyo, kuna kitu nimekipata. Huyo msela upokea simu huyo, usikute ule mzamba anaitafuta ule. Paka ikatangazwa dau. Sasa mimi navyoona bora umpigie. Ili tupate uhakika ndo au sio wewe? Wewe unalionaje? Hivi Samundu unajisikia unachokiongea kweli? Yaani mimi nampigia simu demu wangu anapotea mshikaji mwingine, naumia moyoni, sijui katoka kufanywa nini. Afu unaniambia tena nimpigie tena. Hivi unajielewa mwanangu wewe? Yaani mwanangu kweli jao wewe. Yaani wewe unaanza mapenzi, bado uanze pesa, unaanza sasa hivi demu wako atakuwa anafanywa nini? Wewe una akili kweli? Mwanamke hata kama akiwa anafanywa kitu chochote na mwanamke mwingine, hiyo ni kawaida. Kwa sababu sasa hivi chapati yako ni kaburi. Sasa unawaza ujinga ndo nini? Waza kwanza pesa ndugu yangu. Jua sio zuri hili. Uwa Samundu, usinivuruge. Kwanza nishakwambia kabisa kuhusu ile deal, sitaki kabisa kusikia chochote. Mimi udemu nishampenda tayari. Wewe unaniambia masuala ya deal rafiki yangu. Siku zile si nilikwambia wewe sitaki kusikia masuala ya deal lako, sitaki. Kwani mtu bwana kama unanyota maskini tu. Hata ufanye nini? Nakusikitikia rafiki yangu. Uwa Samundu, mzima ngoma mwanangu, kaa kimya. Yaani kama huwezi kukaa kimya bora hata uondoke. Unanichanganya mwanangu. Mustafa. Niambie Amba. Nimekuita hapa. Kuna kitu nataka unisaidie. Ni kitu gani hicho? Kuna kesi imefika mezani kwangu. Kuna mtoto amezulumiwa mali zake zote. Kuna baadhi ya vitu nimeviweka sawa. Sasa ninachoomba Mustafa, naomba tushirikiane kwenye hii kesi. Hakuna shida. Na wewe mtoto jina lake ni nani? Anaitwa Kasuku. Kasuku? Ndio, unamfahamu? Ndio namfahamu. Huyu mtoto ana story ndefu sana yani. Unaweza ukanielezea story yake japo kidogo kwa ufupi? Widoni. Widoni. Mama, kuna nini? Kimbulu. Hebu tulia basi. Nieleze vizuri. Kimbulu kafanya nini? Kimbulu amekunywa sumu hapa mbele ya macho yangu. Amekunywa sumu? Ni kwa nini amefanya hivyo? Mwanangu hata mwenyewe sielewi, ninavurugwa tu, nachanganyikiwa hata sielewi. Yuko wapi sasa? Amekimbia. Amekimbia?
Wewe Kimbulu, ni mzima? Kwani kuna nini? Kimbulu, mama ameniambia umekunywa sumu. Ni kwa nini umefanya hivyo? Ngoja nijifanye kwamba sijanywa sumu, ili Weduni aendelee kumwona mamake anaenda kuchanganyikiwa. Hapana, mbona mimi sijanywa sumu? Na mbona niko sawa kabisa? Mama, mbona unashindwa kuelewa siku hizi mamangu? Kwani ndo shida gani? Yaani huko unapoelekea ni pabaya sana. Au ulikuwa unaota labda? Inawezekana basi nilikuwa naota. Maana nilivyoamka nimekurupuka. Unajua ndoto za mchana zinavyokuja? Kiukweli nimechoka sana. Kichwa kinaniuma mno. Ngoja nene nikapumzike kwanza. Sawa. Wewe Kimbulu, wewe ni mzima? Aliyekupatia ile sumu alikutapeli. Sumu yako haiwezi kuwa hata nzi. Na siku nyingine ukiwa unahitaji sumu ambayo inaua, naomba uniagize mimi. Maana nitakuletea sumu ambayo inaua kila kitu. Na kama uamini, ile sumu haiwezi kuua, nenda kaionje mwenyewe. Sijui kosa langu nini linalofanya nitese, adhabu zitaisha lini, kupigwa mateke, wenda labda fungu langu liliandikwa niteseke, wenzangu wapate furaha, mimi nivune upweke, mana natamani ningekuwa na mamangu nimwite aitike, natamani ningekuwa na babangu mkono anishike, natamani sauti yangu yonyonge walipo ifike, natamani walipolala wao na mimi wanizike. Mimi mtoto yatima, mtoto yatima, mimi mtoto yatima, mimi mtoto yatima. Tazama, tazama, tazama nayopitia, napigwa, natoka